Kwanza sasa na barua aliyechangamka. Kwa mtu anayejua mpira huwezi kumkuta anaongea hicho kitu. Kwa sababu tumeshazoea mashabiki wa Yanga ni watu wa kusikiliza chochote kitu kinachoongelewa kupitia uongozi wao. Karibu tena mtazamaji wa Celebrity TV. Hii ni mtaa unasemaje kuhusu hili, na mtaa unazungumza jambo gani? Mtaa unazungumza Simba kufuzu hatua ya nusu finali kwa maana kombe la shirikisho barani Afrika, CAF Confederation Cup. Maneno yamekuwa ni mengi sana mtaani. Mara wengine wanasema Simba lazima atafika finali na wengine wanasema atachukua ubingwa wa kombe hilo kwa maana kombe la shirikisho. Hasa sijajua kweli hiyo ni ukweli au ni maneno tu ya mashabiki. Lakini mbali na yote ambayo yanazungumzwa leo, nipo maeneo ya Nganza ambapo nimekuja tuzungumze na Manilasi ambaye ni mdau na shabiki ndakindaki wa Simba Sport Club kuhusiana na hiki ambacho wadau au washabiki wa Simba wanakizungumza. Bwana, nikumbushe tu kwamba uendelee kutufollow katika mitandao ya kijamii na kufuatilia. Tunapatikana kama Celebrity TV, Instagram, YouTube channel, pia na Facebook. Usahau kushare, kulike na kusubscribe. Bwana, nao zako ni mimi Mr. Kijiwe. Wengi wanapenda kuniita hivyo, na nyuma kamera yupo Mavoice ambao tunahakisha tunakupeleka mjini. Las, mambo vipi? Jana badi. Fresh kabaka. Sawa baba. Mambo yanaenda lakini. Tunamshukuru wala. Lasi, maneno yamekuwa ni mengi sana baada ya yeye kufuzu kunako kombe la shirikisho kwa maana CAF Confederation Cup, kwamba sio tu kufuzu kuelekea hatua nusu finali, mtafika hadi finali, na wengine wanasema mtachukua hadi kombe la CAF Confederation Cup. Tuanzie hapo. Je, unaona hiyo nafasi mnayo? Nafasi kama tukichanga karata vizuri, nafasi kubwa sana ipo Simba kufika finali. Na nafasi ya kufika finali ni kubwa, pamoja na kubeba kombe nafasi pia bado ni kubwa. Yaani kwa kikosi gani ambacho kinakupa kiburi la kuchukua kombe la Afrika shirikisho? Wewe mwenyewe kichwani mwako unajua kiburi kinachonipa. Nina Kibu Denis, na Elie Mpanzo, na Steven Dese Mukwala. Hao ni wachezaji wa kawaida sana. Waarabu, kuna Waarabu pale kina US Berkane wako pale. Unaona kweli hicho kikosi ambacho upo nacho kweli Lasi kinaweza kafika hatua ya nusu finali, ni hatua ya finali na hatimaye kuchukua kombe? Kwa kweli utaona wa kawaida. Mimi ndio walionifikisha mpaka hapo. Kwa lazima, ndio maana nina nguvu, nina power kama Simba ilivyo. Kwa kufika finali ni jambo liko jeupe. Labda sisi au wachezaji na kocha tuchange karata vibaya, ila hiyo iko nyeupe. Unaona nani labda ambaye unaweza ukasema labda huyu asipokuwepo labda tunaweza tusifike finali, kwa labda ile safu yako ushambuliaji? Safu yangu ushambuliaji siwezi kusema fulani asipokuwepo ili siwezi kufika, hapana. Kila mchezaji ana umuhimu wa kucheza. Inaweza Mpanzo asicheze akacheza mtu mwingine na tukafika. Inaweza Mpanzo akacheza mwingine asicheze na inaweza tusifike. Kwa mchezaji yote wa Simba ana nafasi kubwa kuweza kutufikisha sehemu yote tulipo. Lasi, mtaani kila mmoja amechangamka kwa maana nyie mmechangamka baada ya kufuzu kuelekea hatua nusu finali, na wenzenu wamechangamka kwa maana Young Africans wanawaambia kama ameweza kuvunja ile mifupa au kutafuna ile mifupa ambayo iliwashinda raundi ya kwanza, basi ubingwa njia nyeupe. Lasi, hiyo kauli inawaelezea gani? Unaona kweli kuna nafasi ya ubingwa njia nyeupe? Ubingwa wa NBC? Bora cheka Lasi. Kwa sababu kila mtu anaongea anachokifikiria yeye na jinsi mtazamo wake anavyoona. Ndio. Yeye sasa hivi mpaka sasa hivi kashabakisha game 4. Game 4 kwa maana ya Tanzania Prison, Fountain Gates kwa maana ile ya kutoka Manyara, ana Dodoma Jiji, na game gani nyingine ambayo amebakiza? Nafikiri kuna timu nyingine hapo, lakini ndio hizo mbili, atakuwa da na nyingine atakuwa nje ya da. Kwa sababu yeye tu hapo na Namungo, na Mungu ambaye atakuwa pale uwanja wa KMC. Kwa sababu yeye mpaka hapo kashabakisha game 4. Sababu na kwangu ambao bado hatujacheza game 5. Mimi na game 9. Kwa katika game 9 yani mimi ni vitu ambavyo viko wazi mimi kushinda hizo game zote. Hadi viko wazi. Yeye mwenyewe anatambua. Kwa ndio maana muda mwingi anaongelea kuhusu Simba, kwa sababu anatambua Simba unavyoitazama si unavyoitazama muonekano wake, si inapokuwa uwanjani kwenye mashindano. Lakini tumeshuhudia hapa kwenye michuano ya ndani Simba imekuwa sio ile Simba ambayo inafanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Unafikiri tatizo linakuwa ni wapi, au nini ambacho huwa kinaongezeka pale ambapo Simba inapokuwa ipo kimataifa na inapokuwa ipo inashiriki michuano ya ndani? Na leo una mechi na Mbeya City.
kwa maana kombe la NBC, kombe la CRDB, umeona. Unafikiri nyuo mnakuwa wapi hasa kwenye hii michuano ya ndani? Siku zote mambo hivi mkubwa unapocheza na mtoto ndio tumia akili ili muendane sawa. Unapocheza na mtu mzima mwenzako ndio kama muendane akili. Sasa unapokuwa unacheza na mtoto, kwa hiyo ambao wapo wanacheza hapa ligi ya ndani watoto. Ni watoto. Na Yanga na penyewe ni mtoto. Ni mtoto kwa Simba. Yaani bado ni mtoto kwa Simba kwa sababu hawezi fanya chochote kwa Simba. Kwa sababu hilo wewe mwenyewe mtangazaji, mwandishi wa habari unalijua hilo kwamba Yanga kwa Simba bado ni mtoto. Mimi sijui kwamba Yanga kwa Simba bado ni mtoto kwa sababu najua Young Africans ndio timu ya kwanza kufanyaje kuanzishwa. Sasa utoto wake kwa wapi? Kwa maana kushiriki michuano ya kimataifa au mtoto wake kwa wapi? Huo ni umri tu. Sasa inawezekana una umri mkubwa lakini bado una utoto kichwani. Lakini bado tutakuwa tunakuita wewe ni mtu mzima. Hakuna kitu kama hicho. Sasa utoto wa wapinzani wako kwa maana ya gusa achia warudi nyumbani. Uko wapi? Sijajua, nitakuwa uulize wao jezi za kimataifa wanavaa wapi sasa hivi. Sijui, mimi mwenyewe sijui wanavaa wapi sasa hivi. Lasi nyie jezi za kimataifa mnavaa. Unajua nitakovaa. Kikubwa ndiye mimi naamini kila mtu ashinde game zake. Tusianze kucheza game za mwenzako si fulani, kila mtu acheze za kwake. Kikubwa ubingwa NBC na utaka, CRDB na utaka, na kafu unataka na utaka. Je, unaona kabisa ule kuna uwezekano wewe kuchukua makombe matatu yote? Yaani makombe matatu NBC na asilimia 55 kuchukua. Alafu sasa kuna uwezekano wa kukutana kama leo ukishinda. Kuna uwezekano wa kukutana wewe na yeye kwenye ile kombe la CRDB. Unaona utatoboa? Iko nyeupe kaka kama jezi yangu. Sasa mbona mlikimbia kama ulikuwa hao wapinzani wako ni watoto na njia nyeupe? Mimi sikusema nimekimbia. Au uliona mimi kwenye taarifa yangu nilisema nimekimbia mechi? Hapana, mimi sikukimbia, nilitoa taarifa. Siwezi kucheza kwa sababu fulani. Wao wanaosema kwamba hatuwezi kucheza, hao ndio nitakuwa uulize kwa nini hamtaki kucheza. Akati Simba hakusema hataki kabisa kucheza, alitoa sababu ya kutokucheza mechi siku hiyo. Ndasi tusiende mbali sana. Unafikiri nini kifanyike ili labda mchukue hivyo vikombe ambavyo unavihitaji vyote vitatu? Nguvu tulionayo, upambanaji ulionao, wachezaji, kocha, benchi la ufundi wazidi kuwapa hamasa wachezaji, kuwapa moyo na kujituma pia. Unafikiri hamasa tu itatosha nyewe kuchukua haya makombe yote matatu? Pia ni hamasa ni moja wapo, ni nguvu kubwa kama mashabiki, uongozi, benchi la ufundi na wachezaji pia kujituma. Nafasi kubwa sana kuweza kuchukua makombe yote matatu. Kwa sababu tusipowapa sisi hamasa kama mashabiki kushangilia, wachezaji kuweza kutambua nyuma yetu tuna mashabiki, nyuma yetu tuna uongozi, nyuma yetu tuna benchi la ufundi, hawezi kufika popote. Hata kama wao watajituma vipi, sisi ndio tutakatisha tamaa. Ila sisi tutawapa moyo na kujituma zaidi endapo tunawasupport kwa kila jambo. Haijalishi wamepata matokeo mabaya, wamepata matokeo mazuri. Tuungamane, tuendelee kushangilia timu yetu na kuweza kusogeza mbele. Na wale wa nyuma mwiko kwa maana kina mzee Keke Yanga wanaambieje sasa? Ili kombe hayo makombe ambao wanasema lazima atachukua njia nyeupe. Wale Keke Yanga wale waendelee kufagia uwanja. Wakubwa wapite. Wafagiaji uwanja wakati wanabakiwa na mechi 4. Na kuna uwezekano wa kushinda game zote, na wakishinda nao kashinda za kwako, tayari bado atakuwa amekuzidi pointi moja. Hawezi kunifunga mimi. Akinifunga mimi ataweza kujipa waamini kwa yeye anachukua ubingwa NBC. Ila asiponifunga mimi hawezi kuchukua. Kwa hiyo ili achukue ubingwa wa NBC lazima akufunge wewe. Amkabe kwanza Mpanzu, amkabe kwanza Mkwala. Hapo unaweza akachukua ubingwa. Bila kumkaba Mpanzu Mzee Keke anakwambia Mpanzu ni sawa sawa na nani winga wenu huyu wa Kitanzania huyu. Hamna. Sasa kuna winga wenu achana na Chasambi. Mpanzu sawa sawa na Barua aliyechangamka. Kwa mtu anayejua mpira huwezi kumkuta anaongea kitu. Ila kwa sababu tumeshazoea mashabiki wa Yanga ni watu wa kusikiliza chochote kitu kinachoongelewa kupitia uongozi wao. Kwa hiyo siwezi kumshangaa tena kusema vile. Inawezekana yuko sahihi upande wake. Bwana, hayo ni maneno ya Manase anakuambia kama wakiwa na nguvu moja, wakiwa na hamasa na wachezaji wakajituma, basi wanaweza wakachukua vikombe vyote vitatu, kwa maana kombe la CAF Confederation Cup, kombe la NBC na kombe la CRDB.
Bwana, kutoka hapa mimi sina la ziada. Nikumbushe tu kwamba uendelee kutufuatia katika mitandao ya kijamii. Tunapatikana kama Selebule TV, Instagram, YouTube channel na Facebook pia. Tunapatikana kama Selebule TV. Mimi ni Mr. Kijiwe kama wengine wanavyoniita, na nyuma ya kamera kama nilivyotangulia kusema mwanzoni yupo Mavoice, ambao tumehakikisha tunakuletea kipindi hiki kutoka hapa Selebule TV. Sina la ziada.